Christmas. Wakati huu ni wakati wa Krismasi, sherehe za kufurahi na kusherehekea wakati huu wa Krismasi, kuzaliwa kwake Mwokozi Yesu Kristo. Na neno la siku ya leo litatoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu 1:18 tutasoma mpaka 23. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kama kuna kitu ambacho Mungu anakidhamani sana, ni uhusiano wake na wanadamu, uhusiano wake na mtu ambaye alimuumba kwa sura na kwa mfano wake. Mungu anapenda huo uhusiano kwa sababu kama alimfanya ama alimuumba kwa sura yake, kwa hivyo Mungu alikuwa anataka akimwangalia mwanadamu anajiona, naye mwanadamu akimwangalia Mungu anajiona. Na kwa hivyo Mungu anapenda huu uhusiano, kuwa akijiona, akimtazama mwanadamu anajiona ndani ya mwanadamu. Mungu anapenda lile jambo, na unaliona katika kitabu hichi cha Mwanzo. Wakati Mungu alikuwa anamtembelea Adamu katika shamba la Edeni, alikuwa anamtembelea ili wawe na mahusiano, ili wawe na ushirika, ili wawe na mazungumzo. Hilo ndio jambo ambalo Mungu analienzi sana kwa mwanadamu. Mungu hapendezwi na matoleo sana. Mungu hapendezwi na dhabihu sana. Jambo ambalo linampendeza ni moyo wa mwanadamu, ni uhusiano na mwanadamu, ni ushirika na mwanadamu. Hayo mengine yote ni secondary. Na unapata watu wanasema ya kwamba mimi siendi kanisa, sinatoa fungu la kumi, sinatoa sadaka. Lakini nakuja kukuambia siku ya leo ya kwamba hiyo haiwezi kumridhisha Mungu peke yake, bila wewe kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, bila wewe kuwa na ushirika na Mungu. Mungu hafurahishwi na dhabihu yako, hafurahishwi na sadaka zako. Ukimtazama wakati Kaini na Abeli walipomtolea Mungu dhabihu zao, Biblia inasema ya kwamba
alikubali sadaka za Abeli, ama alimkabili ama akamkubali Abeli kwanza, kisha akakubali sadaka zake. Mungu anatazama kwanza uhusiano wake na yeye. Kabla haujatoa matoleo yako, kabla hujatoa sadaka zako na dhabihu zako na tithe zako, kile ambacho anakitazama sana ni uhusiano kati yako na yeye, kwa sababu hataki iwe ni kama transactional. Because wakati unasema asi mimi natoa matoleo yangu, sinatoa tithe zangu, itakuwa kwamba mahusiano ambayo uko naye na Mungu ni transaction, ama ni kibiashara, ama tuseme unamtolea hongo, na Mungu hahitaji hiyo ama hafurahishwi na hiyo. Kwanza kitu ambacho kinamfurahisha ni vile ambavyo mnapelekana na yeye, ni vile uko na ukaribu na yeye. Ni kama tu mzazi wako. Wakati ambao wako na wazazi ama ni wazazi, kitu ambacho unahitaji sana kutoka kwa mtoto wako ni uhusiano wako na mtoto wako. Hiyo ndio kitu ambacho ni cha maana sana, kuliko mambo mengine, kuliko sijui alikutumia pesa, sijui alifanya nini. Lakini kama hauna mahusiano mazuri na mtoto yule ama mtoto wako, basi the relationship between you and your kid and your child is transaction. Na hatuhitaji hiyo. Tunahitaji a relationship that is good between us and our Savior. Na tunaona hili sasa tukiangalia mahali tumesoma, ni wakati wa Krismasi. Wakati wa Krismasi ni nini? Ama inaleta picha gani? Krismasi maana yake ni kwamba wakati Mungu alipoteza uhusiano kati ya mwanadamu na yeye kwa njia ya Shetani kuwadanganya Adamu na Eva, wakafanya uasi na Mungu, Mungu akakata uhusiano wake na mwanadamu. Na sasa hapa Krismasi ni Mungu akirudisha ama akitumia njia zake kurudisha uhusiano kati yake na mwanadamu, kwa sababu anampenda mwanadamu kwa dhati. Anamhitaji mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Anahitaji uhusiano, anahitaji ushirika kati yake na mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Na kwa hivyo mahali mwanadamu alipotelea akaingia mitini, tunaona Mungu akikuja kumtafuta ili arudishe uhusiano ambao aliokuwa nao. Kwa hivyo Krismasi ni Mungu akija kumrudisha ama kurudisha uhusiano ambao aliokuwa nao na Adamu. Mungu akija akitoka mbinguni akaja hapa duniani kumtafuta yule ambaye aliyepotea. Kondoo aliyepotea. Yule ndiye ambaye Mungu anakuja kumrudisha wakuwe na uhusiano na yeye. Na hiyo ndio maana yake Krismasi. Na kwa sababu ya upendo ambao Mungu alikuwa nao na mwanadamu, akaja kumtafuta. Na upendo, tukiangalia upendo, love is who God is. God is love. Ukitoa upendo kwa Mungu, habaki kuwa Mungu.
sababu he is love. He does not have love. God is love. So he tries, or Jesus went on love, he tried to show us love. In the parable of the prodigal son, Mungu anatuonyesha, ama Yesu alitoa mfano huo kutuonyesha upendo ambao mtu huwa na mwanawe, upendo ambao mtu huwa na mtoto wake. Na Biblia ikatuambia kwamba, ama Yesu akitoa mfano huo akatuambia, mtoto huyo wa mtu huyo alipotaka mali yake na baba yake akampatia, akaenda nchi ya mbali akaharibu mali ile na usherati, kisha ikaisha. Ilipoisha kukawa na njaa katika nchi ile, na huyu kijana akakosa kitu chochote cha kutumia cha kukula, na akaenda kutafuta kazi, na akapatiwa kazi ya kulisha pigs, nguruwe. Na nguruwe tunajua kwamba ni wachafu, si vitu visafi, ni vitu ambavyo ni vichafu sana. Na huyo kijana akawa anatamani kula chakula chao, lakini baba yake akiwa nyumbani alikuwa, Biblia inatuambia kwamba alikuwa kila siku anatazama kama mtoto wake angerudi. Biblia haikusema ya kwamba kama angerudi na mali, la hasha. Baba yake alikuwa na tamani kama angepata mtoto wake. If he only get the son back without minus the money, minus the mammon, minus what he gave him. Hakuwa na haja na mali, alikuwa haja na mtoto wake arudi, wawe na ushirika jinsi walivyokuwa nao mbeleni. Kabla ya mali kuisha, kulikuwa na ule ushirika ambao walikuwa nao, kulikuwa na ule uhusiano ambao walikuwa nao. Hiyo ndio baba yake alikuwa anataka warudishe, uhusiano ule bila mali. Na baba yake alikuwa kila siku anatazama barabarani, kama mtoto wangu angerudi, kama mtoto wangu angerudi. Na wakati siku ile aliona mtoto wake akiwa ng'ambo nyingine akija bila mali, Biblia inatuambia kwamba baba yake alikimbia kumkaribisha mtoto wake nyumbani tena, akambusu, akamkumbatia, akamweka mavazi mengine masafi. Wakati kijana alijaribu kumwambia baba yake yale ambayo alikuwa anakusudia kumwambia ya kumuomba msamaha, baba yake hakutaka kuyasikia, kwa sababu aliona mtoto wake amerudi. Hakuwa na haja na mali, alikuwa na haja na uhusiano. Tunaona upendo wa mzazi kwa mtoto wake. Lakini sasa hapa tuna mzazi ambaye ni Mungu, ambaye anatuonyesha upendo ni nini, ambaye ako na upendo zaidi ya mzazi wako. Kama sisi ambao tuko wa dunia hii tunajua kupatia watoto wetu vipawa vilivyo vizuri, unajitia bidii ili watoto wako waishi vizuri, unajitia bidii ili watoto wako wawe na maisha mazuri ya usoni, wasimame vizuri, kwa sababu ya upendo ambao uko nao kwao. Biblia inasema kama katika Mathayo 7:11, kama sisi ambao ni waovu, watu waovu kama hivi tulivyo, lakini tunajua kupatia watoto wetu vipawa vilivyo vizuri, je, na baba yetu aliye mbinguni anaweza kutupatia vipawa namna gani? Kwa upendo ambao Mungu ako nao kwetu, sio zaidi sana. Na alipotaka kurudisha uhusiano wake na sisi, akatupatia kipawa ambacho ni mwanao Yesu Kristo. Akasema, kwa maana jinsi hii
Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kila kingine chote hakikuwa cha thamani kama yeye mwenyewe kujitoa ili aje atutafute. Huyu mzee hakwenda kutafuta mtoto wake katika nchi aliyokuwa amepotelea, lakini sasa tunaona Mungu kwa upendo ambao ako nao kwetu ni mwingi kuliko hata mzazi ambao ni wa kibinadamu ama ni kwa kilimwengu. Mungu mwenyewe hakugojea sisi turudi kama yule mzee aligojea mwanawe arudi. Mungu alikuja kututafuta mahali tulipokuwa, katika ule uchafu wa kula na nguruwe. Hapo ndio Mungu alikuja kututafuta. Nchi ambayo tulikuwa mbali, tumepotelea mbali, huko ndio Mungu alikuja kututafuta, kwa sababu sisi hatungeweza kujitoa kule. Akajipaka, akajinyenyekeza. Hakuona kitu ambacho ni cha kushikamana nacho mbinguni, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ya kushikamana nayo. Kulikuwa na utukufu wote, alikuwa na mamlaka yote. Kuna malaika ambao wanamsujudia usiku na mchana. Kuna wazee 24 ambao wanaweka wanainama mbele zake mchana na usiku. Kuna viumbe 4 ambavyo viko uhai, zote zinainama mbele zake zikimpatia utukufu. Lakini hakuona hizo ni vitu za kushikamana nazo. Yeye alikuja akajinyenyekeza, akachukua mwili wa mwanadamu. Sisi jinsi tulivyo ndivyo alichukua mfano huo, akajifanya mtumwa, na hata sana chini ya mtumwa. Akawa mtiifu, akatii hadi kufa kwa msalaba kwa sababu ya sisi. Kule kujinyenyekeza kwa Mungu, akavaa mwili kama wanadamu. Hiyo ndio Krismasi. Hiyo ndio upendo wa Mungu ambao ako nao kwetu, kwamba atawacha vyote. Yeye ni muumba wa mbingu na nchi, vitu vyote ni vyake. Yeye bila sisi atabaki kuwa Mungu, lakini sisi bila Mungu sio kitu. Lakini yeye bado bila sisi anabaki kuwa Mungu, lakini akawacha Mungu wote, akaja kututafuta mahali tulikuwa tumepotelea, ili arudishe uhusiano wetu na yeye, ili tuwe na yeye, ili neno lake litimie kwamba yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yeye anaishi na sisi, yeye ako na uhusiano na sisi ambao sio transaction. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukisema mahali tulipoanzia kwa kuzaliwa kwake Yesu Kristo, tunaona ya kwamba Yesu Kristo akizaliwa, hakuzaliwa kwa mazingira ambayo ukiangalia kwa mtazamo wa kibinadamu ulikuwa mzuri sana, kwa sababu Biblia inasema alizaliwa na bikira. Bikira huyu alikuwa amepozwa na Yusufu, alikuwa ametolewa mahari na Yusufu, lakini hawakuwa wamekaribiana, hawakuwa wameonana kimwili. Na Yusufu anaona bikira ama huyu Mariamu ako na mimba. Mariamu alikuwa na wakati mgumu kumweleza Yusufu kwamba mimba ambayo niko nayo ni ya Roho Mtakatifu. Haikuwa rahisi, haikuwa rahisi. Na hata Yusufu alikuwa anataka kumwacha Mariamu, kwa sababu alikuwa anaona kwamba huu ni uongo ambao Mariamu anakuambia. Hatujawahi sikia kisa kama hichi tena, hakijawahi sikika